Kabla Ulaya haijaijua Afrika, ulikuwa na mji Tanzania uliounganisha China, Arabia, India na Afrika. Jina lake lilikuwa Kilwa Kisiwani. Kilwa Kisiwani ilianza kukua rasmi karne ya 10 chini ya utawala wa nasaba ya Shirazi, akiwemo Ali ibn Hassan Shirazi. Hakuwa mhalifu wala mjanja wa hadithi. Alikuwa mtawala aliyefanikisha kuunganisha biashara ya bahari ya Hindi na bara la Afrika. Kilwa ilikuwa bandari kuu ya biashara ya dhahabu kutoka Sofala, Msumbiji ya leo, chumvi na pembe za ndovu, vitambaa kutoka India, kaure kutoka China, manukato na maandishi kutoka Arabia. Kilwa ikawa mji tajiri kuliko miji mingi ya Ulaya kwa wakati huo. Ushahidi wa hilo, sarafu za Kilwa zimepatikana hadi Asia na Australia. Majumba ya mawe ikiwemo Huzuni Kubwa yalijengwa kwa teknolojia ya juu kwa kutumia matumbawe na chokaa. Msikiti mkongwe wa Kilwa ni miongoni mwa misikiti ya kale zaidi Afrika. Kilwa haikuwa mji wa hadithi. Ilikuwa mji wa mipango, diplomasia, biashara na elimu kwa Kiislamu. Mwaka 1331 Msafiri Ibn Batuta aliandika, Kilwa ni mji mzuri wenye ustaarabu na wenye waumini wa dini ya Kiislamu. Lakini ilipofikia mnamo mwaka 1505 Wareno walivamia Kilwa kwa sababu moja. Walitaka kudhibiti biashara ya bahari ya Hindi. Walichoma sehemu ya mji, walipora, walidhoofisha utawala wa Kilwa. Baada ya hapo, Kilwa ilianza kupoteza nguvu zake polepole kutokana na mabadiliko ya njia za biashara, mashambulizi ya kigeni, kushuka kwa dhahabu ya Sofala, kuongezeka kwa bandari mpya kama vile Zanzibar. Kilwa haikuanguka kwa fumbo, ilianguka kwa siasa na uchumi wa dunia. Kilwa Kisiwani si hadithi ya majini wala hazina iliyopotea. Ni hadithi ya Afrika iliyokuwa katikati ya dunia kabla ya dunia haijaitambua Afrika.